ukifanikiwa kumwona mtu yoyote mkuu kwenye maisha haya, utagundua kwamba kuna siri fulani anazitumia kwenye maisha yake. Ukifanikiwa kumwona mtu anastawi kwenye maisha, kuna siri anazifanyia kazi kwenye maisha. Ukimwona mtu anaenda, jifunze siri ya maisha yake. Ukuu sio matokeo ya bahati nasibu, kwamba haitafika siku fulani wote tumeinuka, wote tumekuwa wakuu, wote tunaendelea. No way. Kwenye maisha haya kuna vitu mpaka umevijua ulimwengu hautakujua. Kuna vitu napaswa kuvijua, kuna vitu napaswa kuvielewa ili uweze kuwa wa tofauti na watu wengine. Kinacholeta utofauti kwenye maisha ni siri mtu anazozitumia. Bwana Yesu asifiwe. Na watu hawafanikiwi kwa sababu walipokuja duniani walikuja kipekee. Watu wanafanikiwa kwa sababu baada ya kuja duniani wameamua, wamejidhatiti kutafuta siri za kuwafanikisha. Na kwenye kitabu cha Isaya sura 60, Isaya sura 60 na ule mstari wa 22, anasema mdogo atakuwa elfu na mnyonge atakuwa taifa hodari, na mimi Bwana nitatimiza hayo kwa wakati wake. Piga mstari neno kwa wakati wake. Nitatimiza hayo kwa wakati wake, sio wakati wako. Wakati wake, maana kila jambo lina wakati wake, na kila wakati umejaa matengenezo ya kukufanya wewe ufiti kile ambacho Mungu amekusudia wewe uwe. Anasema nitatimiza hayo kwa wakati wake. Nitatimiza yapi? Moja, ninaweza kumfanya awe mara elfu, na mnyonge naweza kumfanya awe taifa. Lakini aweza akawa taifa kwa kubahatisha au tu kwa kuibuka tu. Aweza akawa taifa just kwa kuamka asubuhi tu na amekuwa taifa. Mungu anasema nitamwekea time frame, nitamwekea majira, nitamwekea nyakati za matengenezo. Na ndio maana kuna vitu vitachelewa maishani mwako, si kwa sababu Mungu hakupendi, ni kwa sababu anakuandaa. Anasema nitatimiza hayo kwa wakati wake. Na kuna siri ndizo zinazomfanya mtu mmoja the time huyo mmoja awe mara elfu. Kuna mambo mtu akiyajua katika muda fulani atakuwa taifa hodari. Nasikiliza my friend, taifa aliwezi tu likazaliwa tu mara moja kabla akujawa na mchakato. Kwenye kitabu cha Isaya sura ya 66 anasema kwamba kabla uchungu wake haujampata alizaa watoto. Anasema je, ushawahi kuona jambo kama hilo? Yani jambo la kutokea tu bila process. Anasema kwa maana Sayuni alipoona tu utungu alizaa. Na kuona utungu ni jambo la mchakato, ni jambo nalomtengeneza mama ambaye hana mtoto awe na mtoto. Ukisoma mstari wa 7, maandiko yanatuambia, anasema kabla hajaona utungu alizaa, na kabla maumivu yake hajampata alizaa mtoto mwanamume. Mstari wa 8 anasema ni nani aliyesikia jambo kama hili? Au ni nani aliyewahi kuona mambo kama haya? Je, nchi yaweza kuzaliwa siku moja bila mchakato wote? Haiwezekani. Je, taifa laweza kuzaliwa mara moja bila mchakato? Haiwezekani. Lakini kama Sayuni itafuata mchakato wa matengenezo, mchakato wa muda, mchakato wa kuwa na utungu, atazaa taifa, atazaa watoto. Na ndio maana nasema asubuhi leo, na matokeo makubwa yanapatikana katika mchakato wa muda. Mambo yanatengenezwa kwenye gestation of time, muda, katika mzunguko wa muda. Vitu hutokea katika mzunguko wa muda. Bwana Yesu asifiwe. Na siri za mtu ndizo zinazombadilisha mtu awe mara elfu ndani ya mtu mmoja. Na
nini siri inayoweza kumfanya mtu awe mkuu mahali? Namba moja ni siri ya kutafuta kusudi la Mungu la maisha yako. Mungu amekukusudia nini? Umeumbwa kuwa mtu gani? Umeumbwa kufanya nini? Nini kusudi la maisha yako? Kwenye kitabu cha Mithali 16 mstari wa 4, Mithali 16 mstari wa 4 asema, Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake, naam, hata wabaya kwa siku ya ubaya. Amefanya kila kitu kwa kusudi. Yaani hata mwanadamu amekuumba kwa kusudi. Wewe una kusudi. Haujaje duniani kupoteza muda, kuna kusudi. Na kazi yako sio kutengeneza kusudi. Kusudi Mungu akisha kukuumia, kazi yako ni kugundua kusudi. Liko kusudi juu ya maisha yako na kazi yako ni kuligundua. Ligundue kusudi la maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ligundue kusudi la maisha yako. Na mambo makubwa yapo kwenye kusudi lako. Mambo makubwa yapo kwenye mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Mambo makubwa yapo katika kujua sababu kwa nini upo duniani. Na ndio maana hata kama upo kwenye mapenzi ya Mungu, unatakiwa kufahamu kusudi la Mungu, yani sababu ya hayo mapenzi ya Mungu kwa wakati. Kwenye kitabu cha Efeso 5:17 asema, kwa sababu hiyo, Efeso 5:17, msiwe wajinga, bali fahamuni ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Fahamuni mapenzi ya Bwana katika mambo. Nimegundua kwenye maisha haya, kosa moja la kwenda tofauti na mapenzi ya Mungu linaweza likafuta kabisa maisha yako. So yagundue mapenzi ya Mungu. Unatakiwa kuyafahamu mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu kwa habari ya maisha yako. Mungu amekusudia wewe kama nani? Nimegundua kusudi la Mungu juu ya maisha yako litakutengenezea shauku ya Mungu. Litakutengenezea njaa ya kufanya mapenzi ya Bwana. Litakutengenezea shauku ya kuyatenda mapenzi ya Bwana. So ifike wakati kwenye maisha yako ichole picha ya maisha yako. Maisha yako ni matokeo ya yale unayoyaona na kuyagundua kwenye maisha yako. Ugundua mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Nimegundua mahali popote ulipopaona kwenye ulimwengu wa roho ndiko unakofika. Na tukasema aunavyo mtu moyoni mwake ndivyo alivyo. Chola picha ya maisha yako. Wapi unaelekea? Wapi unaenda? Maanake ni nini? Maanake ni kwamba anza kuota ndoto. Anza kuota ndoto za ukuu juu ya maisha yako. Anza kuota ndoto za kuwa mtu wa maana. Anza kuota ndoto za kuwa juu. Mungu ametukusudia tuwe juu, tusiwe chini. Anza kuota ndoto za kuwa mahali pa juu, sio mahali pa chini. Kesho usioiona uweze ukaishi. Unatakiwa kuiona kesho ili uanze kuishi sasa. Anza kuiona kesho yako na anza kuichola kesho yako. Anza kuiamini kesho yako. Bwana Yesu asifiwe. Napozungumzia kesho, tunazungumzia mapenzi ya Mungu, picha ya Mungu alionayo kwa habari yako. Kwenye kitabu cha Yeremia 29:11 anasema, nayajua mawazo nayokuwazia. Kesho manake ni mawazo ya Mungu kwa habari yako. Anza kuona Mungu anachokuwazia, Mungu anachokufikiria, Mungu anachokiona juu yako. Mungu anakuonaje? Mungu anakuchukuliaje? Anza kujiona hivyo. Acha kujiona vile watu wanavyokuona. Acha kujitazama vile watu wanavyokutazama. Anza kujitazama vile Mungu anavyokutazama. So kuiona kesho yako manake ni kuona vile Mungu anavyokuchukulia, kuona vile Mungu anavyokuona na kuona kule Mungu anakokupeleka. Bwana Yesu asifiwe. Ona kule unakoelekea. Huwezi ukasema kesho yako nzuri, kesho yako inang'aa kama hujaiona. You must see it first for you to describe it.
Unapaswa kuiona kwanza kabla hujaielezea. Kesho ambayo hujaiona uwezi ukaielezea. Kesho yoyote iko colorless. Kesho yote haina sura wala haina umbo. So unavyoitengeneza kesho ndio inaamua kesho itaonekanaje. Usiache kesho iwe kama watu wanavyoiona. Amuru kesho iwe vile unavyotaka ionekane. So nimekuja hapa kumtia moyo yoyote aliyokata tamaa. Kuna kesho iliyo bora kwa ajili yako. Nimekuja mahali hapa kwa ajili ya kumtia moyo mtu ambaye ndoa yake haiko sawa, kesho yako iko nzuri. Nimekuja hapa kumtia moyo mtu ambaye maisha yake yamepalanganyika, kesho yako iko mkononi mwa Bwana. Na ninakuombea kwa jina la Yesu Kristo, kama Bwana aishivyo, kesho yako itakuwa bora kuliko leo katika jina la Yesu. Pigia Bwana Yesu makofi mengi ya shangwe tafadhali. Naomba tukae. Anza kuona kesho yako, kesho yako yenye baraka. Anza kuona kesho wanao bila kujali wanao wanaonekanaje. Usijaribu kudescribe future wanao kulingana na tabia zao za sasa. Kesho yao ni bora kuliko navyoona. Nasema kesho yao ni bora kuliko navyoona kwa mamlaka jina la Yesu. So mara kwa mara waambie wanao, mtakuwa na maisha mazuri kuliko ya kwangu. Mtakuwa bora kuliko mimi. Mtaenda nchi ambazo mimi sijafika, ninyi mtafika. Waambie wanao.